katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mimi nawapenda. Naona katika usumbufu wenu mnapenda. Kama unipende, Mungu atakupa sababu. Kama ni makosa kwako, utasamehe. Kama ukisamehe, haleluya. Mungu wetu ni mwema. Mtendea mema. Yeye amenitendea mema. Siku nyingi sivai kiatu cha ngozi. Kama nilipiga mleka, nifanya ajali. Nilikuwa nitenda kama mwenye kuwa na haya. Nikunawezekana kwa hiki. Mungu wetu asifiwe. Wale wana vitabu vya wimbo wa Kiswahili, ndio wimbo ambao naupenda na inafuatana na mafundisho yetu. Wimbo ya 276 Vikoba vya imani. Matendo ya Mungu ile anashora kuweka hapo. Mimi dunia postesi ndio leo nimesimama hapa. Sababu Vikoba vya imani ni ile shora kuona hivi. Wewe umetoka ungefika hapa. Au umejua kwa maana jana kuna watu walikuwa katika ulimwengu wa giza, kuna watu wakipiga mkono. Hiyo sio sikia leo, lakini neema ya Bwana. Haleluya, amen. Mungu wetu aheshimiwe. Simama na kuimba. Wapia samani lakini Roho Mtakatifu awezeshe kile ambacho umeandaa kwa leo, sisi tukipokee sote. Amen.
Acha tufungue Biblia zetu kama kimeandikwa na Yakobo sura ya 4 mstari wa 10. Msomaji wetu asome kwa haraka kitabu kilichoandikwa na Yakobo sura ya 4 mstari wa 10. Yakobo igice cya 10. Nicishe bugufi imbere y'Imana, nayo izobashyira hejuru. Usome kitabu cha kwanza cha Petro sura yake ya 5 mstari wa 5 hadi wa 6. Icyete cya mbere Petero yanditse 5:6 haranditswe ngo nange ukuntu bwamukiye abashingantahe mwese mukenyere ukwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya bibona ikabicisha bugufi ikabagarurira. Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana n'ubushobozi, kugira ngo zibashire hejuru mu gihe gikwiye. Namwe abakiri bato mugambukire abakuru b'ishengero, mwese mukenyere kubicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya bibona ariko abicisha bugufi ikabagarurira. Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko kw'Imana n'ubushobozi, kugira ngo muzobashire hejuru mu gihe gikwiye. Amina. Ukure kandi tunarusenga Filipi Sura katika kitabu cha Filipi igice cya 2 sura yake ya 2 mirongo 5 mstari wa 5 hadi wa 6. Filipi sura yake ya 2 Ugire wa mutima uri mwebwe wari muri Kristo Yesu, uwo nawe yarasanganywe ishusho y'Imana, yiyumviriye yuko kuganira n'Imana ari ikintu cyo kurira, ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'urugurano, acika usa n'abantu. Agabonetse afise ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, aragamburuka no gushika ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana ishira hejuru cyane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ay'ibyo mu ijuru, ay'ibyo mu isi, n'ay'ikuzimu, kandi indimi zose zizature yuko Yesu Kristo ari Uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icyubahiro. Ndio Biblia katika kitabu cha Danieli sura ya 5 mstari wa 18 hadi 20. Danieli igice cya 5 umurongo wa 10 na 22 haranditswe ngo zirikana mugenzi, Imana y'isumba byose yahaye so Nebukadineza ubwami n'ubukuru n'ubwiza n'igitinyiro, kandi ubukuru yamuhaye amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bahindira abashyitsi imbere yiwe, bakamutsinda. Yica uwo agomba kwica, agakiza uwo agomba gukiza, yashyira hejuru uwo agomba, agacisha bugufi uwo agomba. Ariko yishyize hejuru, yigomanje umutima, bimuteye gukoresha ubugabo, atarangwa ku ngoma, kandi bamwaka icyubahiro cyiwe. Nuko yirukana abantu, umutima wiwe uhindurwa uw'ibikoko, aba hamwe n'indogoba z'inyeshyamba, arisha n'inka, kandi umubiri wiwe utorwako n'urume ruva mu kirere, gushitsa aho yamenyeye kwisumba byose, ariyo iganza
ubwami bw'abantu bikamenyekamo ubigomba. N'akabera mu gushinga wowe waduhamagaye n'abakozi bawe bakiri kugira ijambo ry'iwawe kandi ko wategetse kuva gatatu bagiye bavuga ijambo ryawe kuvuga natwe Imana z'amakuru kandi kugira ikishije bugufi gusaba Imana n'ubushobozi abayobozi ibyo Imana z'amakuru ikiganza cyawe cy'umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo turaguhamagaye Imana ubwazishimye ibyo wategeye kubwawe ubwawe ubwawe kugira ngo bwazabisha iri jambo ryawe riri ubasha kumenyesha kugeramo no kuba wigeze abantu bose bwawe natwe bwazabisha turagusaba Imana ubuzima bwawe azaba basizawe kugira bwazabisha kubakugira ushobore gukora ibyo Amen. 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 Pasomye byinshi ariko kugirango babigatanga ikuma kigaragara Nimesoma mengi lakini nimefungua kile kinachohusu. kuko ijambo yabaye n'ibintu Neno la Mungu nasema tahadhari. inkuru y'icyo cyane rero kugira ngo tutayikumane Yaani tahadhari kwangu na wewe yari inkuru y'ishengero ilikuwa tahadhari kwa inkuru kanisa, y'abakozi b'Imana maonyo kwa watumishi wa Mungu, inkuru ku bantu bakiriye Yesu Kristo nk'umukiza wabo maonyo kwa wale waliopokea Bwana wetu Yesu Kristo kama inkuru mwokozi ku wao, Imana yahaye isezerano ry'ukwiswatisha maonyo kwa watu ambao wameingiwa baraka kwa inkuru Mungu, kandi ku Imana yahaye icyubahiro maonyo kwa wale Mungu amewapatia heshima. ijambo rero yahaye umuco Neno la Mungu nasema nyenyekea. ishengero ry'Imana umuco Kanisa la Bwana tunyenyekee. umuco Tunyenyekee. umuco bugufi kugira ngo Imana ishize n'ibyo yavuze Tunyenyekee ili Mungu atimize yale aliyotuahidia. abakozi b'Imana umuco bugufi Watumishi wa Mungu tunyenyekee. ariko Imana yahaye abakozi b'Imana Kuna kile Mungu amepatia watumishi wa Mungu. uriko bimeze nk'ingabire Wao ni kama kipawa. bimeze nk'ingabire yabahaye kugira ngo bakore ubwoko Ni kama kipawa wapatie watumikie taifa la Mungu. haleluya Amen. ishengero arico bavuye n'Imana Kanisa kuna kile mlizungumza na Mungu. ariko Lakini ashobora kwimubwira igituma tuteko byarushikira unaweza kufikiria kwa sababu gani akifikia kwako. kwimubwira ngo mbega yarakoze icyaha Na unasema je, nimefanya dhambi? kwimubwira ngo mbega ngo baragiye kutariko Na unafikiria kwamba nimetembea visivyo. kuko ubwibone Maana majivuno ubwibone majivuno ya kuanzia moyoni. haleluya Amen. ubwibone kumwana w'umuntu kubera kukiza Majivuno mwanadamu anaanzia katika tamaa. twebwe abakozi b'Imana Sisi watumishi wa Mungu bafite ingabire zitandukanye tuna vipawa tofauti, kandi Imana yagiye zitandukanye na Mungu ametupatia kama apendavyo. hariyo abahagarara bakabakiza Na kuna wengine wanawaombea na kuwaponya, hariyo abahagarara bakabaha amahera na kuna wengine wanawaombea na kuwapa pesa, hariyo abahagarara bakirukana amadayimoni na kuna wengine wanasimama kukimbiza mapepo. ariko iyo bibagirwa ububasha Na kama unasahau mamlaka bakabwita ubwabo na kujiitia, bagasigara bahagarara biga mu mazina wanajiita kwa machini, bakabaganira Imana yabahamagaye wanasahau yule Mungu amemwita. ari inkuru y'abakozi Hayo ni maoni kwa watumishi wa Mungu. haleluya Amen. umukozi w'Imana akagira mugenzi we Mtumishi wa Mungu na kudharau mwenzie. uyu mwarimu Huyu mwalimu cyose nahise duhagarara ku sikujua kama atasimama naye abana b'Imana bila kujua Mungu. ibi yasanga mu kinama kandi Huyo amekutana kitabu cha Biblia na ile jambo la chuo. sinari bwamenye yuko nzumugenda Mimi sikujua kwamba atakuwa sinari mzee. bwamenye yuko nzohagarara nanjye mubakiki Sikujua kama atasimama kama ariko Mungu. umukozi w'Imana ari ku bitaro rwose Lakini mtumishi wa Mungu alikuwa kitoke cha Mungu ariko mwalimu, akaza lakini alikuja ariko kugeza ngaha na mpaka sasa dushingire ingabi bwoko bw'Imana na tushuhudie. sindashyize imbere yawe Mimi bado sijakuwa na ndacyakuba kuheshimu mpaka sasa. haleluya Amen. Hamna. haleluya Amen. ndashaka yuko intare yawe Na nataka ya ushuhuda wake nikubalishe kugira ngo icyo turi yale mafundisho yetu, kubera natwe bituraba maana yanarudi kwetu izo turebe na sio kwetu tuhagarara kupotea, kandi bavuga na tusio kama watu wa haleluya Amen. kuca bugufi Kunyenyekea niko gutangura kwimana neza ndio inaanzisha ile Mungu akubariki. kuca bugufi Kunyenyekea niko gutangura inaanza kugira ngo ukore mu mutima w'Imana ili ipate kugusa moyoni mwa Mungu. Yesu Kristo yatubereye akarorero Yesu Kristo alikuwa mfano kwetu. twasomye hata wale Tumesoma watubwira wa mutima wari muri Kristo ile ile mioyo
ndani ya Yesu Kristo. wewe Huyo yarafishishwe alikuwa na sura ya Mungu, ariko niyabera gukora ubyumvirako lakini inakuwa shima yeye kama ataweza kugira ngo kubariki. aze atwemeze yuko ari mwana w'Imana. Ili aje atuache kama yeye mwana wa Ariko Mungu. yeye yambara umubiri nkanjye, Lakini alikuwa mwili kama mimi. yicisha bugufi, Alinyenyekea, yambara ubusa, akavaa uchi. kugira ngo misiyo Imana yamuhaye kuri jewe nawe. Ili utumwa ambao Mungu amepatia kwa ajili yako atimize. Ariko birababaje, Na hivi na usiku. Imana umukozi w'Imana Kuna mtumishi wa Mungu ashobora kuza yambaye ikoti ry'ubururu, anaweza kuvaa kostimi kama hii akambara ikoti, na akambara ikoti, anavua koti. agasigara agira guca, Anafanya akava hariya, anapepea watu akaba agacira ikoti, na wengine akabahonora, anasimama yerekana ububasha bw'Imana. asema anaonyesha uwezo wa Mungu. Abakozi b'Imana bameze gutyo. Na watumishi wa Mungu kama hawa. Imana izobabiri nasi barekeye. Na Mungu amewaacha, Ariko lakini umuryango w'irembo y'ijuru uzokwiga. lakini mlango wa mbinguni hawataingia. Imana yambwira babwire shengero ry'Imana. Mungu ameniambia tuwaambie kanisa la Mungu. Hagati yacu hari abantu. Katikati yetu kuna wafalme. Kandi Imana yabwiye tuzobatuza. Mungu amesema Kandi tuwapandishe. Imana yabwiye yuko bazoba abakozi b'Imana. Mungu amewaambia kwamba watakuwa watumishi wa Mungu. Hagati yacu hari amaherezo. Ndani yetu kuna makuhani. Amaherezo bakomeye. Hapa kwenye mnakaa Hari kuna abaririmbyi bakomeye cyane. waimbaji wakubwa. Ariko iyo witegereje, Lakini tazama, n'icyo Imana yari babwiye. ndio Mungu amewaambia. Ariko mwiringire mubibone. Lakini mgoje. Haleluya. Amen. Benshi rero bumva iryo jwi. Wengi wanasikia sauti. Icyo Imana yari babwiye. Mungu ambaye amesema naye Ariko Mungu amesema yabwiye Yeremiya. kama vile alivyosema na Yeremia. Yeremiya Imana yamubwira. Yeremia Mungu akamwambia, Wumvise iki? nasikia nini? Wumvise iki kisumba cyose? Nasikia sauti ya Mungu aliye hai. Imana ikamwishyura ngo wagize neza. Mungu akasema umefanya vyema. Kuko jewe Mimi nteramira ijambo ryanjye. nasimamia neno langu Usumba ibindi byose. zaidi ya mambo yote. Bisigura iki? Maana yake ni Niba Imana yarakubwiye bizogweza, kama Mungu amesema atakubariki, birinde wihangana. ngoja kwa uvumilivu. Ariko tutishisha bugufi. Kama unyenyekee, Satani alikuwa anakupelekaho na chini. shetani anakukokota. Satani yarafise izina ryiza. Shetani alikuwa na jina nzuri. Usoma muri Yesaya, Ukisoma katika Isaya igice cya 13. sura yake ya 14 Umurongo wa 10. ukianzia mstari wa Abantu 1 bamushira ku murongo wa 15. na uteremke kwa mstari wa 18. Ukagera muri Ezekiel, Katika igice cya Ezekiel 28. 28 Ukagera kuri murongo wa 13. na uanzie mstari wa 12. Urashobora kumva shetani kutukuta Satani. Unasikia nini tunasema Shetani shetani? ndio yarafise. Sio jina alikuwa naye. Yitwa Lusiferi. Alikuwa Lusiferi. Inyenyeri yo mu gatutu. Yaani yote ya asubuhi. Inyenyeri wamushaka kunywa amacezi. Ile ni yeye ambaye anasema kwa baraka. Hiyo nataka kusema ile nyota huyo alikuwa shetani. Aliingia Mungu asubuhi mapema. Mungu mbele ya kufanya kazi yote. Usikie yale alikuwa hivi. Wale ambao wako nyumbani wanafahamu. Alikuwa na sauti zote. Alikuwa na sauti zote na ni mzee. Na kale karibu kazuri kanapata zaidi. Maana Mungu alikuwa amempa uwezo. Hiyo jina Lusifa Mungu amempatia. Alikuwa mkuu wa malaika wote. Alikuwa na uwezo wa kwenda salama mbele ya Mungu wakati mmoja. Maana alifurahia kupawa akakifanya kwa akatia akasema mimi sitarudia hapa. Nitaenda hadi mbinguni. Mtumishi wa Mungu tusomea kwa Ezekiel tusikie. Kutoka nyenyekea. Kutoka nyenyekea. Inaharibu yale Mungu amekuahidia. Nyenyekea. Inaharibu yale Mungu amekuahidia. Unangoja upate. Amen. Tusomee Ezekiel sura ya 28 mstari wa 12 hadi 17. Usikie Lusiferi tafadhali. Sisi hata tunamuona. Shetani tunamtaja. Alikuwa mtu wa ajabu. Yeye alionja mbingu. Lakini nifose kama mhubiri natamani, lakini sijaona.
lakini anatudanganya. Mungu anakubariki kwa unaenda makipa kwa. Mungu anakupatia pesa unaenda makipa kwa. Na Mungu akupatia unaenda. Mungu anakupatia. Mungu atumike na wewe kujiinua. Mungu atumike na watu wenye kujiinua. Bwana alipatia alipoonja na kuchukua kwenye ukoo makaburi ya watu na apatia kujiinua. Mungu atakutuma mahali pa kufanya kujiinua shetani. Usome mtumishi wa Mungu. Ezekieli ndio ndani ya shina la shimo. Haraka sio. Iti mwana Mungu. Chulihiba. Ile ng'ombe sio. Mwana wetu alikuwa mmoja Alikuwa mmoja mfano wa Mungu. Mukiri. Tulikuwa kumnadi kwa kisi. Ati ni wewe wanakanisa Carlos. Kwa hiyo waliingia kanisa Carlos. Wewe ulikuwa juu ya Mungu. Yeye amemwamsha Mungu. Anataka kuimani gatwenga. Alimshukuru Mungu na Mungu akamsifia. Usiku. Usiku. Imani ya Mungu pekee. Mungu alikuwa anampatia hekima yote. Usifie. Kanisa chakapo. Kama mwinisa chakapo. Ulikuwa mzuri wa Kwa nini usifie? Usifie. Alikuwa ni ndoto ya alfajiri. Haleluya. Amen. Walikuyendi. Nani mliende? Tukaanza tukaraba. Unadhani yani? Shetani alikuwa katika Edeni. Haleluya. Amen. Tulikuwa pamoja. Itongoji imani. Katika shamba la Mungu. Tuombe nao tulifu. Sisi tunatamani shamba la Mungu. Mungu pamoja naye. Sikia mara yako. Mungu mlemu mtaji kilomita. Tutamka na sasa. Fikiria maili ambayo tunakuwa tofauti na shetani. Sisi akachukua pesa tuombeera. Tuombeera mambo kama hizo. Tuombeera mahitaji. Tuombeera wangu wakala kutambi. Hayo yote shetani alikuwa nayo. Alikuwa nayo. Ilikuwa ni samani kubwa. Mimi na watu Japani. Tunaomba usiku na asubuhi. Tukimwita ili atupatie moja ya furaha hiyo ambayo tunasikia kwa Mungu. Itwa Odeo. Napitia hayo ni machio ya samani shetani alikuwa akikanyaki. Wote wanamjana na mapenzi. Shetani alikuwa Biblia inatuambia uzuri ulikuwa na shetani. Ndio. Amen. Haya ndio ya samani unipata buru. Unipata essence. Unipata sukari. Unipata magari mazuri ambayo yataisha. Shetani kakanyaga miguu. Lakini unasema unashinda akili. Yeye anatumika kwa yale Mungu. Mungu amesema atakubariki. Mungu amekupatia siri kama wewe mtoto wake. Shetani. Mungu amesema atafanya sio acha. Utakuwa mchungaji. Ambao utashibisha watu wake. Shetani amesikia. Maana yule Adamu na Eva mtoto mwanamke ndio anampatia usuri. Anampatia matai mazuri. Na kijana anakuja. Ili amtamani. Anamsemesha kidogo. Anaona katika mambo ya Mungu. Anakuja. Anaenda kwa ile baba. Baba mtu aliyesema. Ule naye anatembea katika anatoka anapoingia. Jana bado mbariki pesa.
anaanzia chini. Akaenda kuisemiwe. Anaanzia kwa baba yake. Ya mkageni. Nimpatia akili. Ya mnishike mwisho. Alifunza kwenye masomo. Akasema hela. Anakuwa na furaha. Masinzu. Kujenga nyumba. Akasema akasema. Anakuja katika mji na baba yake kutoka kwa anamlaisha kwenye jikoni. Anasema sio baba yako. Chini kulisha baba yako mwenye chini. Nyenyekea. Hiyo furaha ya mtazamo. Moja kidogo Mungu ataifanya kule. Hayo magharama nafikiri. Mungu anakutia kwenye. Jana na faraja tu. Lakini Mungu anabadilisha nyakati. Haleluya. Amen. Somea. Na Tarshishi na Shobabu ya asili. Unasikia mawe ya zamani Aisha anayataka. Unafikiria unaweza kumshika na yeye. Atuze mshika. Kifua utoa. Na tunachukua ile sura moja. Na heshima yangu inatoka kwetu. Shetani atatutumikisha kama pendavyo. Hata tuleta hadharani. Wewe wengine ambao tumejifunza kwao. Tasoma kwenye Yesaya. Isi watamwambia. Je, na wewe kwa msaidi? Ule shetani unafanya. Kuzimu na kidogo. Yale mawe ya zamani. Ulikuwa ukitembelea. Na hivi sasa huyo ni Yesaya mwenyewe. Akaonyesha wale wanaoenda kwa watu wale ambao wanakimbia kesho. Wanasahau kwamba heshima ya Mungu. Wanaenda kujiita majini. Wanapofika mlango unaweza kulia. Kilia. Kama mimi nimekusifu Yesu. Napita kwenye kwako. Unanifungia mlango. Unanifungia mlango. Unanijua. Mimi mtumishi wa Mungu. Niko na uzuri wako. Toka huko. Wewe ondoka. Anakuweka maji. Hayo sasa tu. Nyenyekea. Mungu yuko karibu. Mtumishi wa Mungu amesimama. Mimi watumishi wa Mungu wameniita kuhubiri habari njema. Mungu anahakikisha anatumika. Amen. Nyenyekea. Ukitaka baraka za Mungu. Ukitaka yale Mungu amekuahidia. Nyenyekea. Watumishi wa Mungu huyu ni mwalimu. Mafuta ambayo amepata. Ni mzee wa kanisa. Lakini aliyempatia siku. Lakini mimi nakifanya nini? Namkanyana. Mungu anangoja. Mungu anangoja. Maana kitia baraka. Na nimepitia baraka chakika. Lakini kitubu. Mungu anasema leo yule wewe mbariki. Mafuta wewe na ukumbuke mafuta yako. Na inawezekana maisha yako. Na unatazama tasafia na hiyo. Unasema nakula somo. Yeye analala hapa kusingizi. Unakula nyama na kusema yanakula majani. Bila kula majani. Na sasa naishi kwa ajili ya sehemu yangu ya kumi. Mungu amenionyesha. Nasema mbele ya Mungu nasema nimetubu. Mimi si stahili. Mimi ni mdogo sana. Mdogo sana. Ikiwa wanayesimama mbele. Ambao wamepokea kwa mbele yao. Hapa kuna watu wa miaka zaidi ya 40. Sijui. Nilikuwa kwenye chuo kikuu kifanya wa hatari.
Ilikuwa jeshi ya kama walikuwa Israeli mbele ya Mungu ikivaa mbele ya Mungu kutembea juu ya mchanga mkali kunyanyua vyuma na parishe nguo inaitwa kondoo ndio tunachukubali lakini risasi kuchomoka tunalala chini lazima wao waisikie wanafanya mabaya Bora wamepotea. Ilikuwa majukumu wanadamu. Ikawafikisha na Burundi akaza maneno yake. Na wakati mtu alikuwa mheshimiwa ilikuwa ni majiwe ya simenti. Walikuwa lakini ilikuwa si Mungu anawapata siri kusema. Wanaenda kwa ajili ya kusaidia wale watumishi wa Mungu. Mungu anataka tuendelee. Mungu anataka tunyenyekee. Ili aliyokiri kwetu tushike yafike kwetu. Tunabakia dakika 10 kabisa. Na sivyo Mordekina na Maleketi walizao Muhanga waza ushaka kugoma urumva ingoma sakani yari nasikia ngoma shetani alikuwa ingoma yake inachuma bila tate kwa nini yeye mwenyewe amefanya ameunga sahihi ameunga sakani yamenya kusimama shetani alikuwa kitu gani alikuwa anataka leo ngoja hapo Mungu kama nisimimi leo kama nikitoa mesha mtumishi atajua miezi ya atajua shetani naye ile akili Mungu amempa alitumikisha ile kufurahisha Mungu bila kufanya wale wa Mungu tunafaa watu ya nini chuma ile changu ili tupandishe heshima nani sasa shetani amegeuza ile heshima Mungu anamuita yeye kupandishia heshima vipi unaishi sijui kwamba Mungu aliyetumia mambo yote lakini kufurahia Mungu amempa heshima hiyo akasema atafanana na Mungu Kerubi usizwa mafuta. Alikuwa kerubi Usizwa mafuta. Amesikia kwamba alikuwa mpakaliwa mafuta na Mungu. Mafuta yasiyokuwa amemuona Mungu macho kwa wengine. Alimuona Mungu akikaa akiketi katika tani yake. Shetani aliona wazi. Lakini siku moja hatari kaingia. Akaandika mabao. Wanakuja wanaimba, wanakuja wa baba, wanakuja wa mama. Kijana kuya na mchana. Naye aliandika mabao yake kufungulia kuonyesha heshima ya Mungu. Nimekuwepo katika mlima mtakatifu wa Mungu. Mlima tofauti na wakamili. Yashura kiza wakati ya mabuye ya kumbe. Alipiga ngoma zile katikati ya moto ambao unawaka. Simama kidogo. Kuna wakati wakati wa ile moto ambayo mpandisha Yesu. Kwa mitume wakamwona kisema shetani alikuwa anafanana na alitembea katikati ya moto hakuungua. Maana hata mwali wa moto umeogopa Mungu. Na sisi ukiwa katika utukufu wa Mungu yaani kuogopewa kwa Mungu au utakosa kuingia mahali katika ufalme mkuu utaingia kwa watu wakubwa. Mungu atakufungia chini na watakuona na kukuogopa.
lakini Mungu akitoka kwako utakuwa Mungu kama wengine. 15 waraka huu ungesoza zose wewe Mose wa leo alikuwa mtu mzuri, alikuwa malaika ambaye amependezwa na Mungu. Mungu amemfanya wa ajabu. Ushitsa ibigari kanyo yakuonezeka hata wakati mawazo mabaya yameonekana kwako. ibitayeka byatazwa byawe Hayo yaachia. Tuingie katika Isaya. Endelea. Sura ya 12 mstari wa 10. Sura ya 12 sura ya 14 mstari wa 10. Isaya igice cya 14 ura kumva cyo bose azokubaza hao wote wale malaika wale ambao waliwatuma Maria hapo ndani, yeye alikuwa mkuu. batibega nawe uhindutse munyantegeka Je, nao umekuwa dhaifu kama sisi? Hivyo watakavyotuzoea na sisi, hivyo watakavyotuambia na sisi. Wale ambao wamefundisha ameingia katika ufalme wa Mungu. Haya hatuwezi kuyasikia na kutisha. Amen. Umekuwa kama sisi, icyubahiro cyawe kibali ambayo Mungu amempa kibaguwe ikuzimu, imeshuka kuzimu, anaingia kwa mfalme wa wasionyenyekea. Ona amajwi y'inanga zawe Sauti ya binadamu ambayo imefurahisha Mungu, leo ameshushwa na Amen. Nawaambia walikuwa na vipawa, Mungu atatoa heshima, lakini vipawa kabaki, lakini hatakushusha mahali. Mungu atakuachia fulani, fulani ataingia mbinguni. Mungu atakuima kufungulia mlango wa mbingu. Mungu atembea na wewe. Mungu atembea na wasionyenyekea. Nyenyekea. Kitaka ile Mungu amekuaidia, nyenyekea. Kitaka baraka za Mungu, nyenyekea. Kanisa la Mungu, nyenyekea. Mungu atubariki. Alituaidia ufalme. Alituaidia kuwa mtu wa ajabu. Lakini majivuno imepanda juu. Amekuambia na kuona sasa imefika, imekataa kwa ajili ya majivuno. icyubahiro cyawe kimanuka ikuzimu, ona amajwi y'inanga zawe ugabanzuriwe kandi nyine izo zikoroshe. Wowe ukuntu ugorotse uvuye mu ijuru. Sikia Misri ameanguka. Hata nchi haingia kuzimu. Na kuzimu Biblia inasema Yesu amekuta huko. Ilikuwa funguo ya kufunga na kufungua. Wale ambao wametoka kwake, lakini Yesu amefungua. Uwezo wa Yesu anafungua. Yeye anayemwamini wote. Wale ambao tumesoma katika Filipi, Mungu amempatia heshima zote na mamlaka yote, ili kila magoti yapigwe na kusema Bwana Yesu tuna neema ya kutoka katika mambo kidogo ambayo inatupatia, inatufungua ile Yesu alikuwa mfano mzuri.
Yeye amekuwa na sura ya Mungu. Yeye pamoja na sisi akatembea katika dunia. Akawa katika Mungu. Yeye mwana nini? Mpate kubaliwa na Mungu. Wanyenyeri yo mu ruhungu wese Hiyo ni nyota ya fajiri ambayo ni shetani. wa mwana w'umukiza. Ewe igera uciwe ugashika hasi. Yesu umekataliwa na kufa chini. Wewe watsinda nawe. Alikuwa mshindaji wa mataifa. Maana alikuwa na uwezo wa kile Mungu amefanya kwake. Aliua wale na kuacha wale. Lakini Mungu akafanya na wengine. Hivi sasa yuko msimuni. Anaitwa mfalme wa nchi. Watu wananyenyekea. Inawezekana uko hapa, lakini moyo wako unajaa. Inawezekana uko hapa, lakini unaomba mkweli, lakini bila kunyenyekea. Leo akurudisha nikikoni, nyenyekea ili ile ahadi ifike kwako. Yule mfalme Nakia Vashiti, ile Esteri akijiliwe, Vashiti alikuwa Nakia mzuri. Biblia inatuambia kama ni sura ya 9, sura ya kwanza mstari wa 9. Vashiti alikuwa mzuri na kupendeza, lakini mfalme akataka muoneshe ile baba. Yule mama mwanamke ni heshima ya mume wake. Heshima ya mwanamke anaipata kutoka kwa bwana wake. Watu wanasema ni fulani, wanaogopa maana kupata heshima. Ndio wanasema huyu ni bibi ya fulani. Heshima na bana. Huyo sasa atakuonesha. Vashiti akakataa kuonekana. Mungu anakuita. Njoo nyenyekea nikubariki. Unampatia kupanga. Mimi ndio sitaenda kuomba. Wakina baba wengi. Ukiwaona wakati kimwambia wewe bibi una kasoro kabisa. Nyenyekea uko kinachokupatia. Uzuri wako, heshima ya Bwana iko hapa. Vashiti katika kikuru wa Kaitani. Ile taji ambayo inaonyesha kwamba ni malkia, na hiyo katika kuru wakafanya wakamwambia mfalme, huyu akibaki katika ikulu, wafalme wote wakezao ulimwengu mzima watasema Vashti haimwasi mfalme. Wakamjua kama yeye mnyenyekevu. Vashti akaondolewa. Haleluya, amen. Nataka Mungu akuondoe. Unaambia Mungu anakupendezwa. Hizo ngamia pima na hizo yakupa. Hizo vipawa Mungu amekupa. Hayo mafaraka kutumia hapa ni mara yakupa. Hizo pesa wanaweza na kuinua Mungu amekupa. Unataka Mungu akupe. Kama Esther na Mungu. Esther wako hapa. Watumishi wa Mungu wako hapa. Utafikiriwa. Haleluya. Amen. Siwezi kuita umoja. Sisi tunajili tayari kujibu. Maana kuna malaika wa kanisani ambaye ni onyo kwa kanisa. Kila mmoja wetu ana magarama yake. Nimekila sasa. Basi tunamsha kwa chako uliza moyo wako. Tazama yale majivuno kwenye yako. Utazama yale yako ndani yako.
Je, mimi siwadharau wengine? Bega chasi nishika kweli ndio imani ya mama. Je, mimi sikiburi kwa yale Mungu Bega amenipatia? chelewe siweza kuja kwa fashi. Je, mimi siku kama Vashiti? Bega chelewe mama ni mwami. Je, wewe Mungu atakufanya mfano? Bega nishika kurudi ya makosa. Na ndio mtakatifu. Haujifai kama vile Nebukadneza. Nebukadneza anasasa ishi. Nebukadneza alijiinua kwa majivuno. Ishi badala kadari ukichukua mahali huku ishi kwa. Inaonyesha kwamba Mungu anakupatia nchi nyingi kwa kupeleka. Hapo hapa ndio kuzichukua leo chini. Badala ya kumpatia heshima Mungu, ameshushwa. Mungu akamshusha kwa heshima, akamtoa na ukoo wake, akampeleka porini. Alikula kama mnyama. Unatoka kwenye ikulu, badala ya kubaki na watu naingia shambani katika pori ambayo mimi ndio nakula majani na ulikuwa mayai na nyama za kuchoma za kupika, ulita farasi na mapembe na mashipi na kuwakaribia watu mashirikani na kurudia porini. Fikiria sasa Yesu ikamkula nami nifikirie Yesu ikaweza nyenyekea. Mungu akupandishe. Acha kujipandisha. Acha kujiita bishop. Acha kujiita wewe wa ajabu. Ngojea Mungu akupandishe. Na wengine wote na heshima Mungu. Ukijipandisha au watu wakakupandisha, hayo ni muda mdogo. Lakini ukipandishwa na Mungu, haleluya. Acha nisifu sasa. Atuombe sote. Aombe kanisa. Mungu ameonyesha kwa mfano. Hapa kuna makuhani. Lakini wanangoja ahadi hiyo. Nakataa. Kuna watu na ambao Mungu anawapa. Unawaambia kulikana unafikiri wanaweza kushiriki kwa siku. Unafikiri wanapaswa mbona wanakusimamia mbele wote kazi yao. Ili Mungu akupandishe na heshima yake ishuke. Yohana Mbatizaji aliposikia Yesu akibatiza, mitume alitembea naye, wakamwambia habari. Yule mwingine akabatiza, yuko anabatiza. Walikuja kwamba Yohana atakuwa na mwili. Yohana alifunua katika siri ya kiroho. Akaona kwamba Yesu ni wa akaona hastahili akakuchukua kitabu Yohana akafahamu. Akasema inastahili yeye afanye. Shida ya wanadamu Mungu anawapatia kwa hiyo watumishi Mungu akawaambia, unaona kama uko chini. Hata kule tuwetu akiona namna gani Mungu ametia alama kama mheshimu lara kwa acha tumpatie nafasi Mungu awabariki. Yesu ashimwe cyane. Nawe tuongera hakuna tutakayoongeza. Imburi yaje kushingiro yose. Wao walikuja makanisa yote. Wumvise ijambo ry'Imana, Sikia neno la Mungu, wewe ulizi unajifahamu. na nicyo gituma Ndio sababu abishingiro byose kanisa lote ndio kusimama wima. ntusuzuguye
Usidharau sauti hiyo. Aliyekuweka mbingu Wakati tunataka kwa mambo bila kufahamu tunachofanya. aliyevipa kazi Tunahisi tunakamata isiyokuwa. tukiwa leo tuko tunajianza kumbe Tunafikiria kama tunafanya vyema basi tunaenda mbali ya Mungu. kuishi zaidi. Kujiinua. Uwigo ni Kiburi cha uzima. Mungu anakataa. imani. Mungu anakataa. Uruka Shuka. Fadhili Toka mahali ulipo. urukasi Nyenyekea chini. ukenda wako mimba Bwana Israeli watumishi wa Mungu. nuru wiyote Wewe una kiburi. imani kufasha. Mungu akusaidie. Kwa nini unataka ufe? Kwa nini unataka ufe? Wewe ni kwa kufaa. Shuka Cha ukofi. nyenyekea. Cha ukofi. Tangu wakati Mungu alianza kushirikiana na mwanadamu Ukiingia imani ndio ukiwa katika jamii la Mungu. hadi leo Ukofi. Mungu anathibitisha kwa hili. Imani kuonyesha wacha ukofi. Wanyenyekee. Haishi cha ukofi. Nyenyekea. Cha ukofi. Uko nani wewe? Ulipe wewe. Sema ujione mbele ya Mungu. Kukia umeshika hiyo ndio ndio. Ikiwa uko mzima ni ya Mungu. Nimba umekakiri ukimuzima nuru ni wewe mara Kufunga na kufungua. kanisa sasa Mungu akitoa mali zikukuyemo unaanguka chini pale. mchukua mtu na mtihani Watu tunaanza hawataenda kukuruka Bwana tusaidie. mali kufasha Asante mtumishi wa Mungu. akoze kuzima Kanisa. shenge Mungu anatupenda. mali kukuruka Wakati anatufunulia mambo kama ili shule ya baba naye anatupenda. mali kukuruka Hataki tuangamie. ngoma kutuona Kwa hiyo piga konde moyo wako uweze kumsema wao na ushuke akusha nguvu katika huduma yote kwa kwa kikombe chose ulipo nyenyekea. cha nguvu Na Mungu atakuinua zaidi. kama mazimishia hicho Pia ni wazi. Biblia ya Anapinga wenye yani za milone Niweni kwa Yesu. mshirama wote wa Kristo hicho Mungu Baba katika jina la Yesu Kristo. Mungu ambaye unatupenda zaidi. Ndio kwa sababu unatuletea ujumbe kama huu. Ni kweli miongoni mwetu hawajijua, hawajitambui. Kwa kutazama mwenzako kwa jicho baya tu inaonyesha kwamba una kiburi pekee. Yesu! Haleluya!
Tunasema asante kwa maana umelitembelea kanisa. Asante Baba kutuonya. Asante kwa onyo hili. Asante kwa onyo hili. Haleluya. Asante Bwana. Tunashuka na kunyenyekea. Tangu leo kila mmoja wetu katika hali aliyonayo, katika huduma, katika ngazi aliyokuwa, tangu kiongozi hadi Ukristo, tunashuka na kunyenyekea. Bwana, unyenyekevu uonekane kwa kila mmoja wetu, na wewe utanitukuza katika kanisa. Haleluya. Asante Bwana. Samehe, samehe, samehe. Samehe Baba. Samehe, samehe, samehe. Asante kwa maana uko mwema. Asante kutusamehe. Asante kutusamehe. Asante kukaidi maisha tulikuwa tunaendelea leo kanisa. Tangu leo Bwana, tuanze upya na wewe. Kila mmoja katikati yetu aishi maisha ya unyenyekevu, aishi maisha ya unyenyekevu, kwa maana unawapiga wenye kiburi Mungu, lakini unawainua wanyenyekevu. Asante. Leo ni siku nzuri Baba ambao unajitukuza kwa kanisa. Umefunua siri. Asante Bwana. Na kufunisha ni kwamba kuna wenyewe wanakuwa na kiburi, lakini wapatie Bwana kulitambua na wapate kushika kile unachotaka. Washuku. Asante kwa maana uko Mungu wa wanyenyekevu. Tangu zamani zote ulipoanza kutumika na mwanadamu, haujaonekana